chapter 4 verse 2. Pole pole kwa utaratibu. Karibu sana. Hubiri neno, kuwa tayari wakati ufaao na wakati usiofaa. Bwana apewe sifa. Amen. Hubiri neno, kuwa tayari wakati ufaao na wakati usipofaa. Kwa nini? Karipia, kemea na utie moyo kwa uvumilivu wote na kwa mafundisho mazuri. Anaambiwa ukaribie kukemea. Bwana apewe sifa. Haleluya. Karibia kukemea. Bwana apewe sifa. Kemea, uambie mtu kukunywa pombe ni dhambi. Kemea. Apia mtu kwenda uchi ni dhambi. Kemea. Bwana apewe sifa. Apia mtu, haleluya, usherati ni dhambi. Kemea. Bwana apewe sifa. Anaambiwa kemea kwa kila mabaya yote. Bwana apewe sifa. Apia mtu hata kuchelewa kuingia nyumba la Bwana mapema ni dhambi. Kemea. Bwana apewe sifa. Unajua wakati unaokemea watu wengi watakuwa adui yako. Bwana apewe sifa. Biblia tusikie yasemaje? Tusikie. Maana wakati utakuja watu watakapokataa kuyakubali mafundisho yenye uzima, badala yake, ili kutimiza tamaa zao wenyewe, watajikusanyia idadi kubwa ya walimu wapate kuambia yale ambayo masikio yao yanawasha yatamani kuyasikia. Bwana apewe sifa. Haleluya. Maana wakati waja watu hawatakubali mashauri ama mafundisho ya utakatifu. Bwana apewe sifa. Ukiambia mtu pombe ni mbaya, mtashubuana. Ukiambia mtu pangi ni mbaya, mtasumbuana. Ukiambia mtu ulevi ni mbaya, mtasumbuana. Maana wakati waja, na sisemi sasa mimi waja, nasema wakati ni sasa. Unawaambia mtu wachana na wizi ni mbaya, anakufanya kuwa adui yake. Unaambia mtu wacha kutembea uchi. Kutembea uchi ni jambo baya. Huyo mtu kutoka hapo anakuwa adui yako. Bwana pesa. Unajua ninasema kwamba wakati waja na ni sasa, watu hawatakubali kufundishwa mafundisho ya utakatifu. Ikisema nini? Yasemaje? Watakataa kusikiliza kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Bwana pesa. Hao watu watakataa kusikia kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Bwana pesa. Watakataa kusikia kweli. Ukimwambia kukunywa pombe ni dhambi, Bwana pesa, hiyo hadithi, hiyo neno hawatakubali. Lakini ukimwambia kunywa kidogo, anapiga makofi sana. Ukimwambia kuwa na marafiki na hapa, kuwa na marafiki pale, hiyo jambo anapiga makofi na anashangilia. Kwa maana wanatamani tu kusikia mambo yasipoambatana na mapenzi ya Mungu. Haleluya. Ati watageukia hadithi za uongo. Bwana besiwa. Ukiambia mtu Bwana besiwa, hata ukimwambia utabarikiwa, anapiga makofi sana. Ukimuuliza kwa maana umepiga makofi, unabarikiwa kwa kufanya kazi gani? Unamuuliza ni benki gani waweza kwenda upewe milioni na hakuna kitu umewekeza. Ukimwambia Jehova anakupatia gari, anapiga makofi sana. Unajua hiyo ni hadithi za uongo. Hadithi za uongo. Maana ukimuuliza Bwana atakupatia gari na umepiga makofi, ni kazi gani hii umefanyia Mungu itakao mguza akubariki na gari? Bwana pesa. Unajua kuna mambo kwa Mungu, kwa mwanadamu, Bwana pesa, lazima aifanyie kazi. Haleluya. Lakini hawa watu watatamani kusikia uongo. Watageusha masikio yao wasikie hadithi za uongo. So ukiambia mtu uongo, yule mtu anasikianga kama unampapasa. Anasikia vizuri sana.
wakati unamwambia kunywa kabisa, kuwa na wanawake wengi, kuwa na wanaume wengi, anasikia vizuri, maana roho za watu wengi ina kiu na ina njaa ya kusikia uongo. Ukimwambia tufanye kazi ya Mungu, Mungu atatulipa siku moja. Ukimwambia tukae kwa Mungu, siku moja Mungu atatukumbuka. Hiyo maneno hayataki, hiyo maneno inamsubua, hiyo maneno inamchosha. Ukimwambia vumilia, subiri Mungu, siku moja Jehova atakutembelea, hiyo jambo linamshubua sana. Inasemaje ikiendelea? Kwa habari yako wewe, vumilia mateso, fanya kazi ya mhubiri wa Injili. Sikia hapo, Bwana amesiwa. Haleluya. Kwa habari yako wewe, vumilia mateso. Bwana amesiwa. Haleluya. Kwa habari yako wewe, vumilia mateso. Bwana amesiwa. Haleluya. Unajua, nimemwambia watu wanatamani hadithi za uongo, na pia watatafuta walimu wa